Karibu katika kipindi cha Kilimo Kinalipa, Tanzania Tajiri Inawezekana. Kipindi ambacho kinakuletea amani, upendo, kinakuondolea hofu kwa sababu kinakupatia njia nzuri kabisa za kupata kipato endelevu. Na tumeongelea mambo mengi na mtaalamu wetu Bwana Herment Mrema. Kaongea mambo mengi kuhusiana na mnyororo wa ongezeko la thamani, namna ambavyo mkulima unaweza ukafaidi jasho lako, sio tu kwa kulima peke yako, lakini kwa kuwa ndani ya kikundi. Baada ya kuwa ndani ya kikundi, mkishirikiana kwa pamoja, mnaweza mkapata huduma zote ambazo zinahitajika kwa ajili ya kilimo chako kwa urahisi zaidi. Hivyo mnaweza pia mkapata kipato kizuri ambacho pia mtamrahisishia maisha mlaji, kwa maana na yeye atapata kitu kilicho bora kwa bei iliyo nzuri. Sasa kabla hatujaendelea, nataka nikupe nafasi ya kuangalia igizo kidogo ambalo linaonyesha namna vikundi hivi vinavyoundwa. Halafu tutarejea kwa ajili ya mazungumzo ya juu ya igizo hilo, lakini kuangalia pia ushiriki wa serikali na wadau wengine katika kuwezesha huu mfumo wa ongezeko la thamani, mfumo wa mnyororo wa ongezeko la thamani kama nilivyokuahidi wiki iliyopita. Usiondoke kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Wakulima oye! Wakulima safi! Kilimo kinalipa! Tanzania tajiri inawezekana! Wakulima tuna wasiwasi. Nashukuru sana kwa kweli. Yaani nimeona jinsi mlivyo na furaha na nguvu, na nimeiona kazi pia mlivyoifanya. Kwa kweli mnajitahidi sana. Leo nimekuja na vitu ambavyo vinaweza kawaongezea elimu kidogo kwa ajili ya kilimo. Na kwanza kabisa nataka niwaeleweshe kitu kimoja. Ili wakulima tuweze kukua, inatakiwa tuwe tunaeleweshana kupitia kwenye mikutano, tunajadiliana kupitia kwenye mikutano au kwenye vikundi, tuwe na vikundi imara. Umeelewa? Sawa kabisa. Kwa ajili ya nini? Ya maendeleo yetu. Na hivyo vikundi vinatakiwa viwe na msingi ya kujiboresha sisi wenyewe. Tusitegemee misaada, watu tusitegemee kuendeshwa. Tujiendeshe sisi wenyewe. Sawa jamani? Sasa mtaalamu, inawezekana vipi si kuwa kwenye vikundi? Aliyekuwa hivyo vyama vya ushirika vyenyewe tu ni changamoto. Na ndio maana mimi nipo hapa kwa ajili ya kuwaelimisha nyie. Kwa hiyo naomba mnisikilize. Wengi wetu tumezoea kuwa na vikundi vya kukopesha pembejeo kutoka katika taasisi fulani au vikundi vya kusaidiana kwa namna moja au nyingine. Vyote hivi ni vikuwa na lengo ya kujinufaisha wenyewe au yule mwakilishi anajinufaisha yeye kama yeye. Kitu ambacho sio kizuri kabisa. Natakuwa tunufaike kwa pamoja, sio kumnufaisha mtu mmoja. Leo hii nitaeleza jinsi mtakavyoweza kuunda vikundi jamii vyenye lengo ya kuleta mapinduzi ya kilimo kutoka kwenye kilimo cha kujikimu na kufanya kilimo biashara. Vikundi hivi vitahamasisha juhudi za serikali kuu na serikali za mitaa ili kufanya mfumo wa mnyororo wa ongezeko la thamani ya bidhaa zitokanazo na mazao kuwa imara zaidi. Hilo ndio swala ambalo sisi tulikuwa tunalihitaji mtaalamu. Mimi nahisi kama tumechelewa vile. Au unasemaje jamani? Nipo kwa ajili hilo, hata usiwe na wasiwasi. Viongozi wa mitaa, jiji na vitongoji kwa kushirikiana na wakulima wanahitajika kuwa na mikutano itakayohamasisha na kuelimisha kutumia vitendea kazi bora ili kuleta tija katika kilimo chetu. Wakulima wanatakiwa kuelewa katika uundwaji wa vikundi. Kaya ndio mwanachama na kikundi na sio mtu mmoja mmoja. Kila kaya itatakiwa kuwa na mwakilishi mmoja katika vikundi vya jamii vitakavyoundwa na wafanya shughuli ndani ya kikundi kwa niaba ya kaya na sio kwa niaba au kwa maslahi ya mwakilishi mwenyewe. Kila kikundi kitatakiwa kuwa na wanachama wasiopungua 10 na wasiozidi 20. Wanachama wanatakiwa kuzijua sifa za viongozi na sifa za mwanachama. Sifa kubwa ni pamoja na uaminifu, upendo na nidhamu. Hiyo ni sifa kubwa sana, hasa nidhamu na upendo jamani. Idadi ya viongozi ambao wanaunda kamati ya utendaji ni 5 ambao mkurugenzi wa kikundi, afisa biashara na utawala, afisa fedha ambaye pia atasimamia shughuli za kibiashara na za kuweka mikopo ndani ya kikundi pamoja na wajumbe 2 watakaowakilisha kaya 10 kila mmoja.
kutengeneza katiba ya kikundi ambayo itakuwa na vipengele vinavyohusu nia na madhumuni ya kikundi, majukumu ya kikundi na viongozi, jinsi ya kujiendesha, aina ya mikutano, kanuni za kikundi, mfumo wa kuweka na kukopa ndani ya kikundi, kuingia na kutoka kwa mwanachama na kadhalika. Katiba hiyo itakuwa ni dira ya uundaji wa sera, mipango na kikundi, ambayo pia itasaidia serikali za mitaa na serikali kuu kuandaa sera za wilaya, mkoa hadi taifa, pamoja na kuboresha miundombinu inapohitajika. Kikundi kinatakiwa kutenga ofisi pamoja na kujiandikisha kwa msajili wa makampuni na wilaya. Kwa mtaji huu wakulima lazima tutoke. Sasa mtaalamu, huo ndio muundo sahihi kabisa wa kuunda hivyo vikundi. Sasa tunaanzaje? Maana sasa sielewi, naona mwanga, naona giza. Angalau tungepata njia ya ufafanuzi mzuri. Hapa mlipo inabidi muanze kujiandikisha majina na kupendekeza wanachama katika kikundi, na hailazimishi kaya kuingia kwenye kundi fulani. Inabidi kila kaya iamue yenyewe kulingana na uhusiano wa kaya na kaya. Mmenielewa? Sasa mtaalamu, hapo umenena. Maana kaya yangu mimi na Zinduna pangechimbika. Sasa na mimi nasema hivi, mimi na wewe mpaka Liamba. Upo lazima kieleweke. Hii kaya hata mimi nitajiunga. Kwa sababu inaonekana hii kaya itakuwa nzuri sana. Kwa sababu wagomba nao ndio wapata nao. Na mimi nitaingia huku nitajiunga. Kwa hiyo bwana unataka kuja huku? Bwana kwa kupenda kitonga. Okay. Kwa mantiki hiyo nafikiri tutakuwa tumeelewana, na mtaunda hiyo katiba, mtaunda vikundi, kaya zielewane na mpeane na majina, mtapeana na majina, yani kila kaya itakuwa na jina lake. Sawa. Na mjitahidi kabisa kwamba majina yawe tofauti. Ndio. Asanteni sana kufikia hapa. Naomba leo iwe ndo mwanzo wa kujiendeleza katika kilimo chetu. Siku nyingine nitakayokuja nikute tayari mshaandaa vikundi na nini, yani mnipe ratiba nzima ya kile ambacho mmefikia. Elimu yangu ya leo jamani, muisikilize na muifanyie kazi, mtafika mbali zaidi. Kilimo kinalipa. Asanteni sana.